in Romans chapter 8. Na kifungu chetu kinasalia tu kile ambacho tulisoma, nitakisoma hata kama ninafanya tu kurudia. Ilikuwa Warumi, Romans chapter 8 Warumi 8 verse 28. mstari wa 28. 8:28. Warumi 8:28. I'm recapping and then I'll pick up. Ninarudia kiufupi kisha nitaendeleza. Then he says, we know, that is Paul talking, we know that in all things, not the word all things, not some, in all things work together for good. Also note that they work together, not separately. They work together for good for those who love God and to those who are the called according to his purpose. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. God has a purpose for every experience. Mungu analo kusudi kwa kila hali ya maisha, and more especially for a born again person. Na hasa kabisa kwa yule ambaye amezaliwa mara ya pili. God has a purpose. Mungu ana kusudi. Even if the experience is painful, the experience is negative, the experience is hurtful, God has a purpose. Hata kama mapito ni ya uchungu, ni ya maumivu, ni ya kukuumiza, kwa kweli Mungu ana kusudi. And then I looked at some few purposes that come out of negative experiences. Kisha nikaangalia baadhi ya kusudi ama zile sababu ambazo wawezafanya Mungu akaleta yale mapito ya uchungu. We said, ya kwanza tukasema, one of the purposes why you will go through or you are going through or you have gone through hurtful experiences is because God is teaching you spiritual warfare. Na kwamba sababu mojawapo inaweza kufanya unapitia ama utapitia ile hali ya kukuumiza, hali ya kukufanya uwe na uchungu, ni kwamba Mungu is teaching you spiritual warfare. Anakufunza vita vya kiroho. Asante. God wants sons and daughters who know how to fight. Mungu anataka wana na mabinti ambao wajua vita. Because many people get born again and they are so gentle with the devil, they are just nice brothers and nice sisters. Wajua watu wengi sana wanapata kuokoka ila wao ni wakarimu sana kwa shetani. Yaani wao ni kaka na dada wazuri tu ama ndugu wazuri kanisani. The devil is not a nice one. Shetani ama ibilisi si mzuri vile. And Satan does not care who the person or who we are. Na shetani hajali sisi ni nani ama wewe ni nani. So he will strategize, he will forge an attack. Kwa hivyo yeye atajipa utaratibu wa kupata kukushambulia. And Satan can use anything to launch an attack on the life of a person. Na shetani aweze tumia chochote kile ili kupata kutia ushambulizi kwenye maisha ya binadamu. And because God does not want us to be people who are just receiving the attacks, he wants us to be people who attack the enemy. Na kwa vile sasa Mungu anataka sisi tusiwe watu tu wa kushambuliwa, ili sasa sisi tupate kuwa washambulizi, yani sisi ndio tunashambulia. Because the kingdom of God is advancing. Manake ufalme wa Mungu unaendelea. And one way a kingdom is advanced is through war. Na mojawapo ya njia ambazo zinafanya ufalme wa Mungu unaongezeka ni kupitia vita. A territory is expanded through war. Yaani makazi yanaweza kupanuliwa kupitia vita maeneo yani. That's why when you see negative experiences, hurtful experiences, there is a possibility God is teaching you warfare. Ndio maana wakati unaona mapito yenye kukuumiza, mapito yenye uchungu, pata kutambua kwamba Mungu anakufunza vita vya kiroho. Stop crying, start fighting.
Acha kulia, anza vita. Tap your neighbor like this. Tell him stop crying, start fighting. Mwambie acha kulia, anza kulia. Come on, tap them like this. Tell them stop crying, start fighting. Guza jirani, mwambie acha kulia, anza vita. Ungamfunza vita. Wacha kulia, alianza kupigana. Huko kwa fili ya vita na unalia hapo. Marisasi zitakuingia. Bilipuzi utalipuliwa. Because umekaa hapo unalia. Hey! The earth is not a playground, it's a battleground. This earth. Dunia hii si mahali pa kulialia, ni mahali pa vita. Learn, God is teaching you how to fight. Jifunze ya kwamba Mungu anakufunza. Number 2 we say, why the experience? Because God wants to develop you in your character. Pili tulisema kwamba kwa sababu Mungu anataka kuijenga tabia yako. Character development. Ujenzi wa tabia. When we get born again, we find we have many character problems, deformations in our life. Wakati tunakuwa wakubwa, tunapata kwamba kuna sehemu fulani tunajipata kwamba tumepungukiwa katika tabia zetu. And now we are adopted into the family of God, and every family has a way they behave. Na sasa tumechukuliwa katika familia ya Mungu, na katika familia ya Mungu kuna vile tunastahili kuenenda. And in the family of God, God wants his sons and daughters to have the character of Christ in their life. Na katika familia ya Mungu, Mungu anataka watoto wake, wana na mabinti, wawe na tabia ya kumfanana Kristo. So he will allow you to go through situations to model you, to shape you, so that you have the character of Christ formed in you. Kwa hivyo atakuruhusu upitie mapito kadhaa ama kadha wa kadha, angalau upate kufinyangwa, upate kuwekwa katika namna sawasawa na vile anataka. If you learn to yield to the Holy Spirit when you are going through experiences, the character of Christ will begin to be formed in you. Unapojifunza kujipeana kwa Kristo ama kwa Mungu wakati ule uko katika mapito yako yenye uchungu, basi tabia ile ya Kristo inaanza kujengeka katika maisha yako. Thirdly, the third purpose why you have to go through some experiences that are painful and hurtful. Sababu nyingine ambayo ni kwa nini unastahili kupitia mapito ambayo ni yenye uchungu na yenye mkuu. We say those experiences, God uses them to prepare you for your future ministry. Tulisema kwamba hayo mapito Mungu huyatumia ili kukuandaa kwa ajili ya huduma yako ya siku za usoni. God wants to prepare people before he can use them. Mungu anataka kuandaa watu kabla ya kuwatumia. And God values preparation. Na Mungu anathamini sana maandalizi. That's why in the Bible, God took a long time preparing people before he sent them to accomplish what he wanted them to do. Ndio maana katika Biblia Mungu alikuwa akichukua muda mrefu sana kuandaa watu kabla ya kuwatuma kwa kazi ambayo angetaka wafanye. Depending how the people were cooperative, others took much longer time while others took a bit shorter time. Kwa kutegemea namna vile watu walikuwa wanakubaliana na maandalizi. Wapo wale ambao walichukua muda mrefu ila wengine wakachukua muda mfupi. It took Moses 40 years to be prepared. Ilimchukua Musa miaka 40 ili kuandaliwa. God had to prepare this man 40 years. Mungu alistahili kumwandaa huyo Musa miaka 40 before he was sent to go and fulfill his ministry. Kabla atume kwenda kukamilisha huduma wake. Jesus, his father prepared him for 30 years. Na Yesu babake akamwandaa miaka 30 to come and do a work of 3.5 years. Ili kuja kufanya kazi ya miaka 3.5. And you look at each one, God had to prepare each of these people. Na ukiangalia kila mtu kweli Mungu alistahili kuandaa. If God prepared them then, do you think God will not prepare you in your day? Na iwapo Mungu basi aliwaandaa enzi zile, unadhani kwamba Mungu hawezi akakuandaa enzi hizi? When you get born again,
God gives you a ministry. Wakati umeshaokoka, Mungu hukupa huduma. So everyone seated in this place and you are born again this morning, you have a ministry. Kwa hivyo kila mmoja wenu ambao umeketi hapa na umeokoka una huduma maishani mwako. And when God gives you a ministry, He wants you to fulfill that ministry while you are still on earth. Na wakati Mungu amekupa huduma fulani, anataka utimilize ile huduma wakati ungali hapa duniani. But before you fulfill the ministry, He will prepare you. Lakini kabla ya utimilize huduma yako ni lazima kuandae. And one way God prepares people is through experiences they go through. Na njia mojawapo ambayo Mungu huandaa watu ni kupitia yale mapito wanayoyapata. Amen. Amina. Are you still with me? Je, ungali nami? Tell your friend, experiences is God's form of preparation. Mwambie jirani ya kwamba mapito ni Look at them in the first. Tell them experiences is God's way of preparation. Mwambie kwamba maandalizi, yani mapito ni maandalizi ya Mungu kwako. God has a school. Mungu ana shule. And in this school there are courses. Na katika ile shule kuna kozi kadhaa. And one of the courses are painful, hurtful experiences. Na mojawapo ya zile kozi za Mungu kwenye shule yake ni mapito yenye uchungu na maumivu. And God will not allow you to jump one class. Na Mungu hatakuruhusu ukakose kuhudhuria darasa moja. Even if you decided to jump, He will allow you to go back until you do the course. Hata kama utahepa darasa moja, atakuruhusu ukapate kurudi nyuma kule ukapitia ile kozi. So God will use experiences in preparing you for your ministry. Kwa hivyo Mungu atatumia mapito ili kupata kukuandaa kwa ajili ya huduma yako. Because while you will be serving, you will meet people that have gone through what you have gone through. Kwa sababu tu wakati utakuwa unahudumu, utakutana na watu ambao watakuwa wanapitia ama wamepitia kile ulichokipitia. And because you went through and God helped you, you'll be able to help them. Na kwa vile tu ulishapitia na Mungu akakusaidia, utakuwa na ule uwezo wa kuwasaidia wao pia. That's why when you are going, you are being prepared. Ndio maana wakati ule unaandaliwa by God na Mungu, it is important so that you don't run away. Ni muhimu sana utulie ili usitoroke. Amen. Amina. God also uses men to prepare you. Mungu pia hutumia binadamu wengine ama watu wengine ili kukuandaa. He prepares you by himself using negative experiences. Anakuandaa mwenyewe kupitia hali mbaya ama mapito mabaya. Secondly, God uses his servants to prepare his people. Pili, Mungu hutumia watumishi wake ili kukuandaa. And I said in the morning, one of the people that God will use to prepare you is your pastor. Na ibada asubuhi nilisema kwamba baadhi ya watu ambao Mungu aweza kuwatumia ili kukuandaa ni mchungaji wako. When you come to a church like this and you are under a pastor, you need to have this understanding. God will use that person to prepare you. Ujapo katika kanisa la namna hii, unastahili kutambua kwamba Mungu atamtumia huyo mchungaji ili kuandaa maisha yako. Thirdly, God uses parents to prepare children. Tatu, kwamba Mungu huwatumia wazazi ama familia ili kuandaa watoto. He uses family, and in this case parents, to prepare children. Na kwamba Mungu hutumia familia, na katika hali hii tunasema wazazi ili kuandaa watoto. Fourthly, God can use your employer or your boss to prepare you. Nne ni kwamba Mungu anaweza kutumia mwajiri wako ama bosi wako ili kukuandaa. Sometimes you may not have a very nice boss, but God sometimes can be using that boss to prepare you for the future. Wakati mwingine huenda bosi wako ama mwajiri wako si mzuri vile, lakini huenda Mungu anamtumia huyo ili kukuandaa. You may have a boss that is too demanding, too strict. You may not like it, but God may be using that woman, that man to prepare you. Waweza kuwa na mwajiri ama bosi ambaye haelewi unachomweleza, lakini Mungu anamtumia huyo tu mwanaume ama huyo mwanamke ili kukuandaa wewe. How should you respond when you are being prepared? Je, utaitika vipi ama utafanya nini wakati ule unaandaliwa? So write how to respond
to preparation. Kwa hivyo andika pale namna ya kuitikia maandalizi. I'm being prepared. How should be my response be? Mimi naandaliwa, nitaitikia vipi yale maandalizi? Number 1. Ya kwanza. When you are being prepared, wakati unaandaliwa, develop a positive, right attitude towards the preparation and the person preparing you. Wewe wakati wa kuandaliwa, pata kujenga katika akili zako na maisha yako mtazamo ama nia nzuri na positive right attitude towards the preparation and the person preparing you. Uwe na mtazamo mzuri na nia nzuri kwa yule mtu ambaye anakuandaa na hata maandalizi yenyewe. Number 2. Ya pili. Have an open heart of learning and humility. Kuwa na moyo ulio wazi wa kujifunza na ule wa kunyenyekea. Have an open heart of learning and humility. Kuwa na moyo ulio wazi kujifunza na kwa unyenyekevu. Nobody will prepare you if you don't have a learning heart. Hamna yeyote atakaye kuandaa iwapo una ule moyo wa kujifunza. Even Jesus says in Matthew 11:29, come and learn from me. Hata Yesu anasema katika Mathayo 11:24 kwamba njooni mjifunze kwangu. 11:29, come 29, and learn from me. Njooni mjifunze toka kwangu. Mathayo 11:29. So for you to be prepared, have a learning heart, have a learning mind. Kwa hivyo ndiposa upate kuandaliwa, basi kuwa na moyo ulio wazi ambao uko tayari kujifunza na hata open your heart so that you can learn. Fungua moyo wako ili upate kujifunza. Because as you learn, you are being prepared to handle things better in the future. Kwa sababu tu wakati unajifunza unapata uweza wa kufanya mambo vema ama kushughulikia mambo vema maishani siku za usoni. Be humble enough to learn. Nyenyekea zaidi ili upate kujifunza. The humble learn, the proud resist. Wale wanyenyekevu hujifunza, ila wenye kiburi kukataa kufunzwa. People who think they know, they learn nothing. Wanaojifanya eti wanajua sana hawajifunzi chochote. They become so arrogant and they resist learning that will help them in the future. Wanakuwa na majigambo sana, wanakataa kujifunza yale mambo ambayo yangewasaidia siku zao za usoni. I've always told you, kila mara nimewaeleza, you may know something but to a certain level. Huenda ukawa unafahamu kitu lakini kwa kiwango ama kiasi fulani. But there is someone who know more than what you know. Ila yupo mtu anayejua zaidi ya ujuavyo. It takes humility to learn from them. Basi inakugharimu wewe mnyenyekevu ili ujifunze toka kwao. Tap this neighbor, tell him, be humble to learn. Guza huyu jirani yako, mwambie nyenyekevu. Tap them, tell them, be humble to learn. Guza jirani, mwambie wewe nyenyekea ujifunze. It takes humility to learn. Inamgharimu mtu kunyenyekea ili kujifunza. So have an open heart and be humble to learn. Kwa hivyo kuwa na moyo ulio wazi na wa unyenyekevu kujifunza. How should you respond when you are being prepared? Inayofuata utapata kuitikia vipi? Be willing and be available to be prepared. Kuwa na ule uhiari na utayari. Willingness and availability. Yani kule kuwa tayari na kule kupatikana. When Jesus wanted people that he will leave behind while he has gone, he had to choose 12 men and he had to spend time with them for that time before he could tell them, now I am going away. Wakati Yesu alistahili kwenda, atafuta watu 12 wanaume ambao aliwaandaa ili wapate kuchukua nafasi wakati hayupo. Mark says he called them so that he can be with them. Mariko anasema kwamba aliwaita ili apate kuwaandaa ama kuwajenga.
so that he can be with them, so that he could send them out later. Ili awe nao pamoja, ili awatume baadaye. Why was Jesus with his disciples? He was with them to prepare them. Kwa nini Yesu alikuwa na wanafunzi wake ama wafuasi wake? Alikuwa nao ili kuandaa. Your willingness and your availability opens doors for your preparation. Hiari yako na kupatikana kwako inafungua milango ili kuandaliwa. People that are not willing and they are not available, they can't be prepared. Watu ambao hawana uhiari na hawapatikani hawawezi kuandaliwa. That's why when you are willing and you are available, you provide an atmosphere and an opportunity for somebody to prepare you. Ndio maana wakati una ule uhiari na unapatikana, basi unaleta mazingira ambayo yatakufanya ukapate kuandaliwa kwa ajili ya kazi ulionayo. Next, how should you respond to preparation? Utaitikia vipi maandalizi yako? Be patient and endure while you are being prepared. Kuwa mwenye subira na saburi wakati unaandaliwa. Be patient and endure while you are being prepared. Kuwa mwenye subira na saburi ama mvumilivu wakati unaandaliwa. Moments of preparations may not be enjoyable. Nyakati za maandalizi huenda zisikufurahishe. Moments of preparation may not be exciting. Nyakati za maandalizi huenda zisikusisimue. But those moments when you learn to take them with the patience and endurance, the fruit that comes after that will be enjoyable. Lakini unapojifunza kuwa mvumilivu na kuwa mtu mwenye kusubiri, basi utapata kufanikiwa. I see many people, they want to go out and do ministry, but they are not ready for preparation. Naona watu wengi sana wanataka watoke nje wafanye huduma, ila hawana ule wakati wa kutulia kwa ndani. I meet so many every time. Nakutana na wengi sana kila mara. I have seen when some come here. Hata nimeona wengine wakinijia hapa. I remember sometime, I think it's 2 years ago. Na kumbuka kuna wakati mmoja, natumaini miaka 2 iliyopita, while the church was still here. Kanisa lilipokuwa bado liko hapa. I remember a man came, not even one, two. Nakumbuka watu wawili walikuja, si mmoja hapa. One was from another ministry. Mmoja alikuwa anatoka kwenye kitengo kingine cha huduma. They had issues and they crossed in that ministry, so he sat at home and one day he hears me on radio and then he comes. Alikuwa amekosana kule au amekorofishana, ameondoka kanisani, ameketi nyumbani, baada ya kunisikiza kwenye redio akaja hapa. Where he used to be, he was a pastor there. Alipokuwa kule ama alikotoka alikuwa mchungaji. So he came here. Kwa hivyo akaja hapa. He came, listened, came one Sunday, 2 Sundays. Akaja hapa akawa ananisikiliza Jumapili ya kwanza, ya pili. Then one Sunday after service, I hear somebody knocking at my office. Baada ya Jumapili moja, namsikia mtu akibisha mlango. So I welcome him in. Hivyo nikamruhusu ofisini. So we begin a conversation. Kwa hivyo tunaanza maongezi. He begins nicely, I love the way you teach. Akaanza vema kabisa, kinambia napenda vile unafunza. I'm blessed with your teaching. Nimebarikiwa na mafunzo yako. Then I said, I appreciate. I say it's okay, thank you. Nikamshukuru nikasema asante. Then he began to talk in a manner that, Pastor, I have come, also give me an opportunity. Akaanza kusema, mchungaji, mimi nimekuja hapa, hata nami nipe fursa nihubiri hapa. Where I was, I've been a pastor. Mahali nilitoka, mimi nilikuwa mchungaji. Give me an opportunity. Nipe nafasi ya kuhubiri hapa. In this month, one of the Sundays give me. Kwa huu mwezi tu, nipe tu Jumapili moja hivi. I feel something in my bones. Nikahisi kitu kwenye mifupa yangu. No, he says he feels something in his bones. Akaniambia kuna kitu nahisi kwenye mifupa yangu. I'm sitting and I'm looking at him as he's demonstrating, he's feeling something in his bones. Najua mimi nimeketi na mtazama vile ananionyesha vile anahisi kitu kinapita kwenye mifupa yake. Pastor, when are you giving me an opportunity? Mchungaji, hiyo nafasi ya kuhubiri unanipa lini? I looked at him.
Nikamwangalia tena. I told him, thank you, I've heard. Kamwambia asante, nimekusikiliza. But I want you to keep coming. Lakini nataka uendelee kuja. When he heard that, aliposikia hivyo, the following Sunday, Jumapili iliyofuata, he never showed up. Alipotelea until yesterday, until today. Hadi jana, hadi leo, hata sijui kesho kutwa, hajaonekana. I don't know where he is. Sijui aliko. Another one also came. Mwingine pia akaja. So excited. Amesisimka kabisa. He also heard me on radio. Pia alinisikiza kwenye radio. So he followed and he came here. Akanifuata akaja hapa. He came. Alikuja akaja. Then one day after service, I was greeting people and just having a short fellowship with people as they are going. Jumapili moja baada ya ibada nilikuwa nawasalimu tu watu pale nje nikiwa naongea na baadhi yao tu. He tells me, Pastor, ananiambia mchungaji, you know where I've been a leader there. Wajua mahali nimetoka mimi nimekuwa kiongozi kule. And we have been preaching. Na tumekuwa tunahubiri. Why don't you give me an opportunity? Mbona usinipe nafasi hata mimi nihubiri? I'm funny sometimes. Wakati mwingine mimi huwa I will listen to you. I will listen. Listening, I will listen. I've been trained. I will listen. Nitakusikiliza. I told him it's okay. Mwambie ni sawa. But also I want to see your commitment. Nataka kuona kujitolea kwako kwanza. So he came. Hivyo akaja. Then again he disappeared. Na tena akapotea. So one day I've gone to greet a friend of mine just around here in Luanda. Na siku moja nikakwenda kumsabahi rafiki yangu hapa Luanda tu. He was going through some bad experience, so I just went to encourage and pray with him. Wanapitia mapito mabaya tu, nikakwenda kuomba naye ili kumhimiza. I find him there. Nampata pale. And he was sweeping. Hakuwa anafagia. I wondered, you are sweeping here where you have been, you have not been sweeping, you wanted a pulpit. Nikashangaa, kwani huko unafagia na kwenye ulikuwa huko unafagia, wewe unataka madhabahu? You know, the church is not following me. I'm explaining something. I have seen in the church you are not even sweeping, but I found you here, you are sweeping. Nimekuona kanisani huko hata unafagia, lakini hapa nakupata unafagia. Here you wanted the pulpit. Hapa ulitaka nikupe madhabahu. Where you are, you are sweeping. Mahali upo unafagia. Tell somebody preparation. Mwambie mtu maandalizi. Tell somebody preparation. Mwambie mtu maandalizi. God will use men to prepare you. Mungu atawatumia watu kukuandaa. What was I doing with this? Plus others, I don't want to give the examples. Nilikuwa nafanya nini na hawa? Na kuna wengine siwezi wataja wote. I was testing to see, are they ready for ministry? Nilikuwa najaribu kuona kweli wako tayari kwa ajili ya huduma. A person who God is using to prepare you, many times he will test you. Wale watu ambao Mungu anawatumia ili kukuandaa wewe, mara nyingi sana watakupa mtihani. They will test you many times. Watakupa mjarabu mara nyingi sana. In different ways. Katika njia mbalimbali. Sometimes they will give you a task that are hard. Wakati mwingine watakupa kazi ambayo ni ngumu kweli. They are not doing that because they hate you. They are doing that to test you. Hawafanyi hivyo kwa sababu wanakuchukia, ila wanafanya hivyo kwa sababu wanakupenda. And that is part of preparation. Wanakupenda na hiyo ni baadhi ya maandalizi. When you're being prepared, learn patience. Learn endurance. Wakati unaandaliwa, jifunze kusubiri, jifunze kuvumilia. Don't be in a hurry. Usiwe na papara. Yes, you have a ministry. That ministry will be fulfilled as long as you are prepared well. Ndiyo huduma unao, lakini utakuja kutimilika wakati unaendelea kuwa mvumilivu. Tell your neighbor, are you hearing? Ask them, are you hearing? Muulize jirani, nasikia? Hallelujah. Amina. So learn patience.
Jifunze kuvumilia. Learn endurance. Jifunze kusubiri na jifunze Next, kuvumilia. how should you respond to preparation? Inayofuata ni vipi unaitikia maandalizi? Willingness to obey and practice what you are being taught. Kuwa na hiari ya kutii na kutia katika matendo unachofunzwa. Willingness to obey and practice the training you are being taken through. Kuwa tayari ama kuwa na uhiari wa kutii na kutia katika matendo ama kufanya yale ambayo unafunzwa. When God is preparing you or is using men to prepare you, wakati Mungu anakuandaa ama anatumia watu kukuandaa, in your preparation you should remember this also. Katika maandalizi yako ni sharti ukumbuke yafuatayo pia. When you are being prepared, you will always be instructed. So write that down. In your preparation, you'll be instructed. Nakili kwamba katika kuandaliwa kwako utapewa maagizo. Learn how to take instructions and act on them on time. Jifunze namna ya kupokea maagizo na kuyatia katika matendo ama kuyafanyia kazi kwa muda maalum. Learn how to listen to instructions when somebody is preparing you and act on them accordingly. Jifunze namna ya kufuata yale maagizo ambayo unapewa na yule ambaye anakuagiza ama anayekuandaa. You are being instructed because in future you are going to instruct other people. Wewe unaagizwa manake siku za usoni na utakuwa unawaagiza watu wengine. If you cannot listen to instruction from people that are preparing you, you will find it hard to instruct others. Usipokuwa tayari kufanya yale unaagizwa na wale wanaokuandaa, itakuwa vigumu sana wewe kuagiza watu wafuate maagizo yako. Secondly, when you are being prepared, beside being instructed, you are going to be commanded. Pili, wakati unaandaliwa, kando na kuagizwa, utaamrishwa. Commands are not suggestions. Command are supposed to be obeyed. Amri yoyote ile si kubahatisha kufanya, ile unastahili kutii na kufanya. Thirdly, when you are being prepared, you will be trained and taught. Tatu ni kwamba wakati unaandaliwa utapata kufunzwa na hata trained and taught. Utasoma na utajifunza. Be willing to receive the training, be willing to take the teaching. Basi kuwa tayari kupokea mafunzo na hata kila masomo ambayo unapewa. Fourthly or fifthly, when you are being prepared, beside being instructed, being commanded, being trained and taught, you will be sent. Jambo lingine ambalo unapata katika maandalizi ni kwamba utatumwa, kwa hivyo kuwa tayari kwenda. Be willing to go. Kuwa tayari kwenda ukitumwa. When Jesus prepared the disciples, he sent them, he says, go and preach. Wakati Yesu amewaandaa wanafunzi wake, alipata kuwatuma, akawaambia kwamba nendeni mkahubiri Injili. Matthew 28 verse 18, 19 and 20. Mathayo 28 kuanzia 18 hadi 20. I have prepared you, I've told you to go to Jerusalem, wait for the Holy Spirit, and I want you now to go and preach. Nimepata kuandaa, sasa nataka mkwende Yerusalemu, mkapate kusubiri Roho Mtakatifu ili mkapate kuhubiri Injili. That's why ndio maana be willing to be prepared because you have a ministry. Kuwa na uhiari wa kuandaliwa maana yake una huduma. Church, be willing to be prepared because you have a ministry to fulfill. Kanisa, basi kuweni na uhiari wa kuandaliwa maana yake una huduma. Look at this neighbor, tell him you have a ministry. Mtazame jirani yako, mwambie una huduma, wewe itambue. Come on, look at them in the face, tell them you have a ministry, discover it and fulfill it. Usoni mwambie tambua huduma yako maana yake unayo na utimilize. You have it. Unayo. Discover it. Itambue. Be prepared, then fulfill it. Andaliwa kisha timiliza. Kila mmoja uko na huduma. That's why kuwa mshirika wa kanisa is the service. Kuwa tu mshirika. Mimi ni mshirika wa JCC.
Tisa service. Takana useme mimi ni mhuduma na niko hapo na hudumu. Ambia meza kubadilisha kutoka leo, kutoka kwa mshirika kuwa mhuduma. Badilisha mambo ya kuwa mshirika, wacha kuwa mhuduma. Mimi ni mhuduma katika JCC. Sio mimi ni mshirika. Ushirika peleka kwa ADC. All demons combined. Ama PAG. Ama wherever. Peleka huko. Peleka. Ama DCC. Peleka huko. Hapa mimi naandaa wa huduma. Sio washirika. Shake your neighbor, mwambie huyo pasa naandaa wa huduma, sio washirika. Naandaa wa huduma. Watu wa kudumu. Wanangoja kuzikwa. Na vizuri pole. That is not my responsibility here. I'm not in Rwanda for members. I'm here to equip people for ministry. Mimi siko Rwanda kwa ajili ya washirika, niko hapa kuandaa watu kwa ajili ya huduma. Sasa toa hiyo mawazo ya kuwa mshirika, toa. Ulikuja nayo, toa sasa. Wewe ni mhuduma. Uko na majukumu, uko na huduma ndani mwako iko. I'm simply giving you tools to use. Nakupa tu vifaa vya kutumia. Kasi unasikia? Mawazo ya ushirika. Fanya nini? Toa. You don't have to come all the way from Sagamu. Mshirika wa JCC. Mshirika. Hapa mhudumu. Uko na huduma. That's why kila mmoja wetu tutakana huko kwa department. Uliza mwenzako department yako ni gani? Department yako ni gani? Uliza yeye, kwa nini unaogopa? Muulize department yako inaitwa department. Na unapatikana hapo kwa hiyo department. Pastor, usiende huko. Mimi nakuandaa. That's why I'm here. I'm here to prepare us. Niko hapa kuandaa. Because there is work to be done. Maana kazi ipo ya kufanya. Both here and outside. Hapa na hata kule nje. There is work to be done. Ipo kazi ya kutekelezwa. Amen. Amina. That's why cherish preparation because of the ministry that is in you. Ndio maana unastahili kuthamini sana maandalizi kwa sababu ya huduma iliyo ndani mwako. Next, what did we say? Inayofuata tulisema nini? Third purpose, why you go through painful experiences and hurtful experiences. Sababu ya tatu kwa nini tunapitia mapito yenye uchungu. We go through that so that we mature up. Tunapitia ili tupate kukomazwa. There are many areas in our lives we are still children and babies. Ni sehemu nyingi sana za maisha yetu ambazo tungali watoto wachanga. You may be in salvation for years, but there are many areas in your life you are still a baby, you are still a child. Waweza kuwa umeketi kwenye wokovu ama umeishi kwenye wokovu miaka mingi, lakini zipo sehemu fulani ambazo ni za wokovu ambazo ungali mtoto mchanga. Age-wise, you may be of age, but that does not mean that you have matured. Huenda umri umekwenda ndio, lakini hiyo haimaanishi kwamba kweli umekomaa. That's why God will allow you to go through some experiences to mature you up. Ndio maana Mungu atakuruhusu upitie mapito fulani ili upate kukomaa. God wants us to keep growing. Mungu anataka tuendelee kukua. Because when we keep growing, we shall keep being fruitful. Kwa sababu wakati tunaendelea kukua, tutaendelea kuwa watu wa kuzalisha matunda. That's why he will allow you to go through some experiences. Ndio maana basi atakuruhusu upitie mapito hayo mabaya. Amen. Amina. Now let me start where I was supposed to start. Acha nianzie pale ambapo nilistahili kuanza. Why the experiences? Kwa nini mapito? How should you deal with negative experiences? Painful experiences. Utakavyoshughulikia mapito yenye uchungu na yenye kukuumiza. Have God's view in mind. Kuwa na mtazamo wa kiungu kwenye akili zako. Have God's view
in mind. Kuwa na mtazamo wa Mungu ama wa kiungu katika akili zako. Also with me, we read, and I want us to read, all of us. Can you open your Bible, Genesis chapter 50? All of us. Open your Bible. I know we have the screen, yes. Najua tuna screen, lakini nataka ukafungue Biblia yako hapo, iwapo ni ya simu ama ni karatasi ile. Because if I say we read, these ones will read, the other ones will not be able to read. Genesis chapter 50. Mwanzo 50. Genesis chapter 50. Mwanzo sura ni ya 50. Genesis 50 verse 20. Mwanzo sura ya 50 mstari wa 20. And I want you to underline it if that is your Bible. Iwapo hiyo ni Biblia yako, basi pigie mstari. Chapter 50 verse 20. Sura ya 50 mstari wa 20. Genesis. Mwanzo. Are we there? Tumefika? Let's read loudly from your Bible. 3, go. As for you, you meant evil against me, but God meant it for good, in order to bring it about at its day, to save many people alive. Read again. 3, go. But as for you, you meant evil against me, but God meant it for good, in order to bring it about at its day, to save many people alive. This is a man talking, a man who went through very painful experiences. Huyu ni mwanamume ambaye anazungumza, mwanamume ambaye alipitia mambo magumu sana ya uchungu. And this experience, part of it and the bigger part of it, he went through it in his own family. Na sehemu kubwa sana ya mapito yake mabaya aliyapitia akiwa miongoni mwa familia yake. He went through rejection. Alipitia kukataliwa. The family rejected Joseph. Familia ilimkataa Yusufu. Not because Joseph had messed up, but because Joseph had a dream. Si kwamba Yusufu alikuwa amewakosea, la hasha, lakini Yusufu alikuwa na ndoto. The family plotted how to kill their own brother. Familia ilipanga njama ya namna gani wataweza kumwangamiza ama kumuua Yusufu. Your own brothers are planning how to kill you. Kakako ama kaka zako wenyewe wanapanga njama ya kukuua. And they don't make it a secret, they tell you. Na hawaifanyi kuwa siri, wanakuambia waziwazi. Their problem is the dreams you carry. Shida yao ama tatizo lao ni ndoto unazozibeba. Because for them, they don't have the dream and you have. Manake kwao wanaona kwamba una ndoto ila so there is jealousy and envy. Kwa hivyo kuna chuki na kuna uhasama. His own family, his own brothers, they sell him. Kaka zake wa kuzaliwa pamoja naye walimuuza. And then they go and lie at home that an animal has eaten this young man. Wakakwenda kudanganya nyumbani eti mnyama mkali amemla kaka yao. Joseph is taken as a slave. Yusufu anachukuliwa kama mtumwa sasa. Coming from a very good family to slavery. Anatoka kwenye familia nzuri anaenda katika utumwa. Later on, Joseph is in prison. Na baadaye hatimaye Yusufu yuko jela. Out of false accusations. Na kutokana na kudanganyishiwa ama from the wife of the employer. Kutoka kwa mke wa mwajiri wake. False accusations in prison. Kudanganyishiwa tu kapelekwa jela. Joseph has all the right to be bitter, to be angry, to react badly. Yusufu basi ana kila sababu ya kuwa na uchungu, kuwa na maumivu na hata kufanya jambo baya dhidi yao. Because none of these experiences are good. Manake hamna mapito haya ama hamna mapito yote anayopitia ambayo ni mazuri. Worse off, it is begun with from the family. Na mbaya zaidi ni kwamba ilianzia katika familia yake. A place you're supposed to receive love, care, protection and support.
mahali ambako unastahili kupokea upendo, kulindwa, watu kukujali na hata kuwa chini ya usalama wao. But Joseph did not receive that. Lakini Yusufu hakupokea hayo. But now God has helped Joseph. Sasa Mungu amemsaidia Yusufu. Is no longer a boy, a slave, a worker in the home, is now a prime minister. Ya kwamba kufikia sasa yeye si mtumwa tena, si mjakazi, na hayuko jela, si mtumwa tena. Brothers have come where Joseph is for help. Na kaka zake Yusufu wamekuja na kufanya kazi kama mtawala ili wapate msaada. Let's imagine for a moment. Wacha tutafakari If kwa it was you and me, ingelikuwa ni wewe na your mimi. brothers have come Kaka zako wamekuja to buy food. kununua chakula. You are the one in charge. Wewe umesimamia. And you know them. Huyu ni fulani, ni fulani, fulani. Hata huyu alikuwa anasema sana tuwe yeye. Huyu. Ndiye alikuwa anachochea wengine, huyu tummalize. Na wamekuja na magunia. Wanataka chakula. Tell me the truth. How will you behave? Niambieni tu ukweli, wewe utafanya nini? Utaamrisha wawekwe marisasi. Don't pretend because you're in church now. Wewe usijifanye kwa sababu uko kanisani, wewe utafanya nini? Joseph na sasa ni mkubwa kwa the bodyguards. Utaamrisha weka risasi wote waanguke hapo. Ama wakatwe vichwa. The Kenyan way. Ama wawekwe ndani for life. Because now Joseph has power. Manake sasa Yusufu ana nguvu, anaweza amrishwa hata. I know when people have power, they sometimes, if you're not careful, you abuse the power. Wakati mwingine watu wakiwa na mamlaka wanayotumia vibaya. Joseph did none of those things. Yusufu hakufanya lolote baya. Joseph, because he had learned. Na Yusufu kwa sababu alikuwa amejifunza. Joseph had learned a lot of things, and now Joseph is saying, my brothers, you meant what you did for bad, for evil, but God meant it for my good. Yusufu amejifunza mengi kufikia sasa. Anawaambia kaka zake ya kwamba ingawa hata nyinyi mliwazia mabaya, mlioyatenda mkadhani yatatokea mabaya, lakini Mungu naye aliazimia yawe mema. God meant it for my good, for your good, and for the good of many people. Mungu aliyapanga ili yawe mema kwangu, kwenu na hata watu wengine. Joseph had gotten healed out of the experience. Yusufu basi alikuwa ameshapona kutokana na yale mapito mabaya. And that's why he did not react negatively to his brothers. Ndio maana hakufanya tendo baya kwa kaka zake. You need to have the view of God concerning that experience. Unahitaji kuwa na mtazamo wa Mungu kulingana na mapito hayo. That experience is for your good. Hayo mapito ni kwa wema wako. That painful experience, as much as it is painful, it is for your good. Hayo mapito ya uchungu, hata kama ni machungu, ni kwa ajili ya wema wako. Church, it is for your good. Kanisa ni kwa ajili ya wema That wako. you went through it. Ya kwamba uliyapitia. It is for your good that you are going through it Ni kwa now. wema wako ya kwamba unayapitia sasa. It is for good. Ni kwa wema. Learn to take it that way. Jifunze kuelewa hivyo. What you go through is temporal. Unachokipitia ni cha muda tu. It's not forever. Si cha milele. It may take long, but it's temporal. Huenda ikachukua muda mrefu, lakini ni ya muda tu. What you go through is God's way of refining you to make you glorious. Kile unachokipitia ni njia mojawapo ya kufanya upya, kukunoa. That experience is God's way of refining you. Yale mapito unayopitia ni njia mojawapo ambayo Mungu anatumia kukufanya upya, yani kukunoa. Because he wants to make your ministry in future more glorious. Maana anataka kufanya huduma wako siku za usoni uwe wa kipekee ama wenye utukufu. Those experiences are shaping you to be better in future. Hayo mapito yanakuchonga ili uwe mtu bora siku za usoni. God is using it to make you better. Mungu anaitumia kukufanya uwe bora zaidi. He's making your faith better. He's making your spirit better
outside you may feel the pain, but God is using that to make you a better vessel. Anafanya imani yako iwe bora, anafanya roho yako iwe ama nafsi yako iwe bora. Huenda ikawa ni uchungu, lakini Mungu anaitumia ili kukufanya uwe bora zaidi. There is a glory you are going to carry after the experience. There is a glory. Upo utukufu ambao unakwenda kujitwika baada ya yale mapito. There is a level you are ascending to after the experience. Ipo kiwango ambacho unasonga hatua juu baada ya. There is a level you are rising to after the experience. Kuna kiwango unapanda juu baada ya yale mapito. And surely you will not go down, you will go up. Na kwa kweli hutoshuka chini ila utapanda juu. You are not going down. Haushuki chini. Those who are born again, they don't go down, they go up. Waliokoka hawaendi chini ila wanaenda juu. That experience is a preparation for your upward move. Hayo mapito ni maandalizi yako ya kuendelea kupanda juu. Tell your neighbor you are being refined to be better. Mwambie jirani wewe unafanya to be better. Uwe bora. Tap them. Some of them don't hear. Tell them you are being refined to be better. 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 Not worse. Better. Better. Bora. That's why when you're going through negative experience, don't do the following three things. Ndio maana wakati unapitia mapito mabaya usifanye mambo matatu yafuatayo. Number 1, ya kwanza, never backslide. Usirudi nyuma katika wokovu. Never backslide. Usiwahi nyuma katika wokovu. Don't allow negative situations to be reason for you to leave your faith. Usiruhusu mapito mabaya yawe ni sababu ya kukufanya utoke kwenye imani yako. You will lose your crown in heaven. Utapoteza taji yako ya mbinguni. No matter the experiences you go through, remain in faith. Haijalishi ni mapito aina gani unayopitia, wewe salia kwenye imani. Remain saved. Salia umeokoka. Agree, remain saved. Agree, salia umeokoka. Remain saved. Salia umeokoka. Secondly, pili, when you go through negative experiences, wakati unapitia mapito mabaya, never leave church. Usiwahi ondoka kanisani. Many people when they go through experiences, they leave church. Watu wengi sana wakati wanapitia mapito mabaya wanaondoka kanisani. They sit at home, wanaketi nyumbani, or they engage into other things. They no longer have a heart to be in church. Ama wanaanza kujihusisha na mambo mengine, kwa kweli wanakosa kuonekana kanisani. Number 3, tatu, never stop serving. Usiwahi acha kuhudumu. Never stop serving. Usiwahi acha kuhudumu. Many people, because of the negative experiences, if they used to serve, they sit. Watu wengi sana kwa sababu ya mapito yao mabaya, iwapo walikuwa na hudumu, wakiwa wanapitia yale mapito mabaya wanaacha kuhudumu. You will be rewarded as you continue to serve. Utapewa thawabu yako wakati unaendelea kuhudumu. You will be rewarded as you continue to serve. 1 Corinthians 15:58. Wakorintho wa kwanza 15:58. 15:58. Let me read there quickly. 15:58. 1 Corinthians 15:58. Wakorintho wa kwanza. Never stop serving because of the painful experiences you have had or you are going through. Usiwahi acha kuhudumu kwa sababu ya mapito machungu ama ya. Never leave church. Usiwahi toka kanisani. Never leave faith. Usiwahi achana na imani. 15:58. 1 Corinthians. Wakorintho wa kwanza 15:58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Basi ndugu zangu wapendwa, muimarike, msitikisike, mkazidi sana kutenda kazi ya Bwana siku zote, kwa kuwa mwajua ya kwamba taabu yenu sio bure katika Bwana. Paul is talking like this because he had told the Corinthians the experiences he had gone through, and even at this time some of these brethren in the church were going through some painful experiences.
Paulo alikuwa anawaeleza kanisa la Korintho hivi kwa sababu alikuwa ameyapitia ama amekuwa na taabu nyingi, na alikuwa akisema hivyo pia kwa sababu baadhi ya wale washirika wa kanisa la Korintho ama watu wa Korintho pia walikuwa wanayapitia hayo mambo mabaya ama zile taabu. Some of them were being rejected in their families. Baadhi yao walikuwa wamekataliwa na familia zao. Some of them were being denied their rights. Wengine walikuwa wamenyimwa haki zao Because of being born again. kwa sababu tu ya kuokoka. Because of serving the Lord. Kwa sababu ya kumtumikia Mungu. So Paul is writing and is saying, Hivyo Paulo anaandika na anasema, brethren, wapendwa, be steadfast. ndugu wapendwa, kuweni Be movable. yani msitikisike. Continue doing the work of God more. Muimarike na muendelee kufanya kazi ya Mungu zaidi. Do it even more than what you have been doing. Fanyeni zaidi ya vile hata mmekuwa mnafanya. Serve with more passion, with more commitment. Tumika kama hudumu kwa msukumo wa ndani na hata kwa kujitolea zaidi. Why? Kwa nini? Your labor is not for nothing, it has a reward. Manake kazi zenu si za bure ila zina. When you labor faithfully, you labor with the right motive, there is a reward. God will reward you. Wakati unafanya kazi kwa uaminifu, Church, si bure, God utapata rewards thawabu. Mungu hupeana thawabu. those who work, those who serve faithfully with the right motive. God rewards. Mungu huwapa thawabu wanaofanya kazi kwa uaminifu na hata wakawa wamefanya. And God rewards us differently. Na Mungu hutupa zawadi ama thawabu. He can reward you by giving you health. Anaweza kukupa thawabu ya kuwa na afya njema. He rewards you by protecting you. Akawa amekulinda. He rewards you by blessing you. Naweza kukupa thawabu ya kukubariki. God rewards differently while we are still on earth. Mungu hupeana thawabu tofauti wakati God is a rewarder. Mungu Church, God is a rewarder. Kanisa, Mungu He ni Mungu wa rewards. thawabu, anapeana thawabu. You just find He gives you favor where you are not meant to be favored. He gives you favor as a way of reward. Unapata tu kwamba amekupa kibali pale ambapo hukustahili kupata kile kibali. Things you have struggled to do, you find you just do the busy. Vitu ambavyo ungeng'ang'ana kuvifanya unajipata kwamba umekuwa na wepesi tu wa kuvifanya. Ile ni thawabu. God rewards. Mungu hupeana. When you labor faithfully, God rewards. Unapotaabika ama kufanya kazi kwa uaminifu, Learn to labor. jifunze kufanya kazi. Labor, serve. Wewe hudumu. And when He rewards you here on earth, after this life, He will reward you. Na anapokupa thawabu hapa duniani baada ya maisha haya. So the reward is double. Here and there. Thawabu Here and there. hapa, Here and there. hapa, Double reward. Ni thawabu maradufu. That's why mtu asikwambie, "Oh, unafanya kazi ya kanisa." Si kanisa ya kanisa, ni kazi ya Mungu. Mimi sifanyi kazi ya kanisa. Yaani kumaanisha hakuna kitu mimi napata. Bana napenda hiyo sana kwa gari. You have less money. Wewe unafikiria ni utakana ni 50 bob kwenda Kima, unampatia 30. Wewe unafikiria mimi nafanya kazi ya kanisa? Because people think kazi ya kanisa haina malipo. It's a wrong notion. It's a fallacy. It's a lie. Ni kitu cha uongo hicho. Kujua kwamba kazi ya kanisa haina malipo kwa sababu Mungu. Tap your neighbor, tell him God rewards. Uza jirani mwambie Mungu When anapeana you labor, wakati unatumika. He rewards. And He knows how to do it. Na anajua vile ya kuifanya. God knows how to reward people. Anajua namna ya kuwazawadi watu ama kuwalipa watu. Hallelujah. Amen. 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 Are we still here? God is a rewarder. Mungu ni Mungu anayelipa ama anayepeana. He rewards thawabu. people who are serving faithfully. Ambao wanahudumu kwa uaminifu. He will reward you. Atakupa thawabu. May God begin to reward you. Acha Mungu aanze kukulipa. Saints, may God begin to reward you. Because of your labor in the Lord. Because of your giving, may God begin to reward you in the name of Jesus. Kwa sababu ya kazi na ule uaminifu wako, acha Mungu aanze kukupa thawabu ama kulipa. Hallelujah. Amen.
Amina. Have the view of God. Kuwa na mtazamo wa Mungu. Lastly, as I close, Mwisho ninapohitimisha, because I have many things to share, but lastly as I close, manake na vingi vya kushiriki, lakini cha mwisho ili nihitimishe. how should you deal with negative, painful experiences in your life? Je, utakabiliana vipi na mapito ama hali hizo ngumu na zenye uchungu maishani? At your own time, write 1 Corinthians 10, you will read it. 1 Corinthians 10 verse 6 to 12. Andika Wakorintho wa kwanza 10 6 to 12. 6 hadi 12. Just write it, you will read it at home. Utasoma nyumbani. Paul gives us a chronology of the experiences Israel went through. Paulo anatusimulia hatua baada ya hatua vile wana wa Israeli walipitia mapito mabaya. He says they committed sexual immorality and a big number of them fell and died under judgment. Anasema kwamba wengi wao, yani walipata kuzini, na baadhi yao ama wengi wao walipata kufa. They complained and murmured, and many of them were beaten by the snakes and they died. Walilalama na kunung'unika, na wengi wao wakaumwa na nyoka na wakafa. He says they drank and they began to play. Anasema kwamba walilewa kisha wakaanza michezo na mizaha. And many of them died. Na wengi wao wakafa. And then he concludes by saying, these things were written for our admonition. Na anahitimisha kwa kusema mambo hayo yote yaliandikwa ili kwa kukumbuka tu. No, they were written to warn us. Kumradi. Tuliandikiwa ili wapate kutuonya. When we read them as warnings. Tunaposoma hayo mambo yote yaliyotendeka, tunasoma kama tahadhari ama maonyo. That leads me to the last point for today. How should you deal with painful experiences? Je, ni vipi utapata kukabiliana na hali ambazo ni za uchungu? Learn the lessons out of every experience and become wiser. Jifunze somo kutoka kila mapito na uwe mwenye hekima zaidi. Write that down. Learn the lessons out of every experience and become wiser. Jifunze soma na ujifunze kutoka kila aina ya mapito unayopitia na uwe mwenye hekima zaidi. Experiences come with the lessons. Mapito huja na vya kujifunza. Write that down. Experiences come with the lessons. Mapito huja na vitu vya kujifunza. And when you don't learn the lesson, the experience will repeat many times. Na usipojifunza lile funzo, basi mapito yatajirudia tu. Many of us have gone through some things and we learned nothing. Wengi wetu tumekuwa na mapito ila hatujajifunza chochote. As married couples, there are things we go through, we learn nothing, we keep going through it. Kama wanandoa, kuna mapito tunayapitia ama kuna hali tunapitia ila hatujifunzi chochote, tunaendelea tu kuyapitia. You always disagree over something every time and none of you learns anything. Kila mara mnakuwa na mgogoro ama mnakosa kuelewana kuhusu jambo fulani na hamna yote kati yenu anajifunza kitu. Something every time comes in the home, in the marriage, and you always find you are colliding and none of you is learning anything. Ya kwamba kila mara kitu kinakuja kwenye familia yenu ama kwenye ndoa yenu na mnapata kwamba mnakuwa na mgogoro lakini hamna yote kati yenu anayepata kutambua ni nini. The same to the place of work. Vile vile mahali pa kazi. Even here in the church. Hata hapa kanisani. Things happen and you learn nothing, the same thing will repeat, it will repeat, it will repeat and hurt you more. Mambo utendeka ile hamjifunzi chochote, basi yale mambo yatapata kujirudia na kujirudia na kujirudia. Experiences should teach you lessons. Mapito yako yanastahili kukufunza mafunzo mengi. Write the following down. Na kile yafuatayo. There are questions that you will respond them by yourself. Kuna maswali utajibu mwenyewe. What
has God taught you through failures that you have gone through? Je, Mungu amekufunza nini kutokana na kule kushindwa umekuwa nako? What has God taught you? Mungu amekufunza nini? What lessons have you learned through the failure you have experienced? Je, umejifunza nini kutoka na kule kushindwa umeshindwa? You began something, it didn't work. What did you learn? Kitu hakikuendelea vizuri, ulijifunza nini? You began a project, it could not pick up. What did you learn? Ulianzisha mradi haukuendelea, ulijifunza nini? If you learn nothing, you will continue to fail. Iwapo kujifunza chochote basi utaendelea kufeli. Number 2. Ya pili. What have you learned in your life through seasons of lack of money? Je, umejifunza nini kutokana na majira yako ya ukosefu wa pesa? What have you learned? Umejifunza nini? Only to complain? Kulalama tu? It is so dry. Kumekauka. Only to borrow until you cannot pay. Ama ni kuwazima ama kukopa hadi huwezi lipa hata mikopo yako. What are you learning? Je, unajifunza nini? Number 3. 3. What have you learned through pain and sorrow and depression that you have gone through? Umejifunza nini kutokana na uchungu ama maumivu ama kule kusononeka ambako umepitia? What have you learned through the pain, the sorrow, the depression you have gone through? Umejifunza nini kutokana na uchungu ama maumivu, msongo wa mawazo na vyote vibaya ambavyo umepitia? Having stomach ulcers is not one of the lessons. Kuwa na vidonda vya tumbo si mojawapo ya mafunzo unayojifunza. Having mental breakdown is not one of the lessons. Kule kuwa na kule kutokuwa sawa kiakili si namna ya kuonyesha kwamba umepitia ama umejifunza. But you need to learn lessons. Na tunastahili kujifunza mafunzo. Next, what have you learned through moments of waiting? Nyingine kwamba je, umejifunza nini katika wakati wako wa kusubiri? Waiting for children for the married ones. Kusubiri kupata mtoto kwa wale wanandoa. Waiting for employment for a job. Kusubiri kuajiriwa hapo unatafuta ajira. Waiting for a married partner for the singles. Kusubiri mchumba wako wa ndoa kwa wale ambao hawajaolewa ama kuoa. What have you learned or what are you learning while you are waiting? Umejifunza nini ama unajifunza nini wakati wa kusubiri? Because if you don't learn, you will make wrong choice and decisions while you are waiting. Kwa sababu wakati umekosa kujifunza ina maana kwamba utafanya maamuzi na uchaguzi mbaya wakati wa kusubiri. When people don't learn lessons, they make wrong choices, they make wrong decisions. Watu wanapokosa kujifunza kutokana na hiyo hali wanafanya uchaguzi mbaya na maamuzi mabaya. Mimi nimegoja Bwana as a sister for a long time. Naona yule unbeliever anakaa mzuri hata anashinda some of the brothers kwa church. Wacha mimi niende. Anakaa okari huyu colleague na hajaokoka. Ana smoke like whatever. Na analewa kama samaki. Wacha mimi niende. Mimi nitamuombea tu ataokoka. Nitamuombea, taamini Mungu. Dada, don't fool yourself. Utarudi ukilia. Baada ya mimba ya kwanza na katoto unarudi. Pasa sikujua. Shetani alinidanganya. Hakuna shetani, uliamua. Kuna shetani hapo. Baada ya kungoja ukaamua. You used to have a sister in church where I used to be some years back. Tulikuwa na dada mmoja kanisani mahali nilikuwa miaka very nice sister. Dada mzuri. Very sana. nice. Mzuri sana. Committed. Amejitolea. Serving. Anatumika. Akagoja. When God was just about to bless her. Wakati Mungu alikuwa tayari kumbariki. Muislamu akatokea. Na anakaa Songo. Akamnyakuanga tu shu. Akaenda.
Sahi ni mke wa Muislamu, lakini pia hawakukaa follow wakakosana. Unajua Uislamu they have a nini, you don't marry only one, you marry 7. Ndio utapata dawabu. So, you got the first wife, jiandae, a second one is coming. Just a matter of time. Ukiwa second, don't rejoice, you're not the last one, a third one is coming. Ukiwa third one, don't boast, a fourth one is on the way. Ukiwa mke wa kwanza usijisikie ukaringa, wa pili yuaje, na wapo wa pili basi usiseme mimi basi nimefika, watatu. That's how we lost that wonderful great sister. Na hivyo ndivyo tulimpoteza yule dada mzuri na wa ajabu. She had waited. Alikuwa amesubiri. And her miracle was just about the corner. Na muujiza wake ulikuwa pale pembeni. That's how she went. Hivyo ndivyo alipotoweka. When you're waiting, learn to make right decisions and choices. Wakati unasubiri basi jifunze namna ya kufanya uchaguzi na maamuzi. You may have waited for a job for a long time. You have prayed, you have fasted, you have been prayed for, you have applied. Learn lessons. Uenda umesubiri kazi. Don't just move. Amen. Today I'm too fast. Hallelujah. Uenda umesubiri kazi muda mrefu, umeomba, umefunga, umeandika barua za kuomba ajira, umekosa, lakini jifunze kusubiri. Wakati unasubiri basi jifunze somo kutoka pale. Tell this neighbor when you're waiting for something. Ambia huyo jirani wakati unasubiri kitu. Don't make wrong decisions. Usifanye maamuzi mabaya and choices. Na uchaguzi. Talk to them kindly. Tell them why you're waiting for something. Tafadhali zungumza nao, ambie wakati be careful with the decisions and the choices you make. sana na maamuzi na uchaguzi unaofanya. Pastor, nimengoja. Thank you for waiting. Be careful with the decisions you're making. Asante kwa kungoja, lakini kwa makini sana na uchaguzi na maamuzi yako. Next, I'm still giving you questions. You answer them by yourself. Inayofuata bado nakupa maswali, utayajibu mwenyewe. What lessons have you learned from your disappointments? Je, ni mafunzo yapi umeyapata kutokana You got disappointed. Ulikosa kupata ulichokitaka. Either in a relationship, labda katika mahusiano, whatever relationship. Mahusiano yote yale. What lessons have you learned? Je, ulijifunza nini out of those disappointments? Kutokana na kule kutoridhika. Next. Inayofuata. What lessons do you keep learning from your family? Je, ni mafunzo yapi unaendelea kujifunza toka katika familia yako? Your own father, mother, brother, sister. Toka kwa mamako mzazi, babako mzazi, dada zako, kaka zako, your aunties. Wale binamu, wale maanti, what lessons are you picking, learning from the family? Wewe unajifunza nini kutoka kwa familia yako? What about when you come to church? Na je, ujapo kanisani? What lessons are you learning in church? Unajifunza nini kanisani? What about your relationships with other people? Je, vipi mahusiano yako na watu wengine? What are you learning? Unajifunza nini kule? If you are in any group, what lessons are you learning in that group? Na iwapo uko katika kikundi chochote, je, wajifunza nini tokana na kile kikundi? What about your critics? What are you learning from your critics? Na wakati unakosolewa ama unapewa makosa yako, unajifunza nini kutokana na kule kukosolewa? Learn lessons that come through all that. Jifunze mafunzo yote yanayotokana na hayo. Lessons should help you in the following ways before I pray. Yale mafunzo yanastahili kukusaidia kwa And I want you to write them down, then we pray. Lessons that you learn should help you in the following ways. Mafunzo unayoyapata yanastahili kukusaidia kwa njia zifuatazo. Lessons should help you change and be better. Yale mafunzo yanastahili kukusaidia ubadilike na uwe bora zaidi. When you learn a lesson, it should bring change in your life. Ukijifunza lazima ilete mabadiliko katika maisha yako. Not bitter, but better. Si kukufanya uwe na machungu, ila uwe bora.
A woman disappointed me, I don't want women in my life. A man disappointed me, I don't want men in my life. I don't want. Mimi nitakaa hivyo. Mimi sitaki mambo ya wanaume, sitaki mambo ya wanawake. Mwanamume alinikosea, sitaki mambo ya wanaume. Mwanamke alinikosea, sitaki mambo ya wanawake. Nitabaki hivyo, sitaki maneno yao tena. Hukujifunza, you're just bitter. You didn't learn. You're just bitter. Hukujifunza, una machungu tu. B. Ba. What should you pick, or how will lessons you learn help you? Yale mafunzo unayojifunza yatakusaidia vipi? B. Lessons should help you behave better. Mafunzo yanastahili kukusaidia uwe na mienendo mizuri zaidi. Behave better now. Kuwa na mienendo iliyo nzuri zaidi. As a husband, behave better. As a wife, behave better. As a worker, behave better. As a minister in this church, behave better. Kama mme, kama mke, kama mhudumu, kama baba, kama mama, kuwa bora zaidi. As an employee, behave better. Kama mwajiriwa, kuwa na tabia nzuri sasa. C. Cha. How will the lessons help you? Yale mafunzo yatakusaidia vipi? Lessons should help you relate better. Mafunzo yale yanastahili kukusaidia uhusiane vyema zaidi. You need now to learn how to relate well in a better way than the way you used to relate. Sasa unastahili kujifunza namna ya kuenenda vyema zaidi ya vile ulikuwa unaenenda. Improve in the way you relate. Boreka kwa namna vile unahusiana na watu wengine. Change the way you used to relate and relate in a better way. Badili namna vile ulikuwa unahusiana na watu na uhusiane kwa njia iliyo bora zaidi. How should I relate with those that we work with? Je, nitahusiana vipi na wafanyakazi wenzangu? How should I relate with brethren in the church? Je, nitahusiana vipi na wapendwa kanisani? How should I relate with those who are senior to me, either in rank or in age? Je, nitahusiana vipi na walio juu yangu, aidha katika cheo ama miaka? Because if people are senior to you, don't go joking around with them. Manake watu wakiwa wanakuzidi, ufai kuenenda tu na mizaha. They are not your jokements. Hao si watu wako wa mizaha. They are not your jokements. If somebody is senior to you, is not your jokement. So don't go around joking with them. Kiumri ama You come around, pasi. Excuse me. Excuse me. Give me a break. We are not gracemen. We are not. Kwa hivyo usikuje na pasi. Pasi, how are you? Pasi, hi. We are not jokements. Sisi si watu wa mizaha kiwango kimoja. Lakini Eric utafanya na agree. Agree. You can use one whatever name. No problem. You are on the same level. Ninyi mnasikia kweli? Ni kama wewe unaenda kwa principal. Unagoga. Principal. Even if it's a fellow lady like you, utakuwa summoned. Wewe fanya after that utakuwa summoned kwa office. And you try to explain yourself with kista, you will find yourself in a hot soup. Tajaribu kujieleza kwa nini ulifanya hivyo. If somebody is senior to you, is not your jokement. So don't joke with them. Basi mheshimu. They may be friendly, but be careful. Don't joke with them. Kuwa na urafiki lakini usikuwe na mizaha. Amen. They are not hearing. Don't joke with them. Usilete mizaha. They are not jokements. Si watu wa mizaha na wewe. Ama unaandika SMS. Na unaandikia past. How are you, baby? Haya. Where are you going? Wewe unaenda wapi wewe? Tumia ujumbe ufupi mchungaji. You don't know boundaries. Baby. Una mipaka. You don't know boundaries. Hujui mipaka wewe? Tell your friend no boundaries. Mguze ili mwambie no boundaries. No boundaries. Jua boundaries. Hapa
siwezi takani nipite hapa. Amen. You know, in the world people don't care. Ya kwenye ulimwengu kule watu hawajali. You need to be better. So what lessons should help you change? Lessons should help you behave better. Lessons should help you relate better. Next, lessons should help you plan well. Ile mafunzo yanastahili kukusaidia kupanga vema. Plan well. Panga vizuri. You have been doing things without good plan. Now you have learned plan well. Umekuwa unafanya mambo pasi na kupanga vizuri. Sasa umejifunza, basi panga mambo yako vema. Next, nayofuata, put some boundaries. Weka mipaka. Lessons should teach you to put some boundaries and enforce the boundaries. Mafunzo yanastahili kukusaidia kutia mipaka na kuhakikisha kwamba hiyo mipaka inafanya kazi ama iko imara. Especially in male-female relationships, you put boundaries. Hasa kabisa iwapo ni mahusiano kati ya watu wa kike na watu wa kiume, lazima uweke pale mipaka. Whether it is in the workplace, iwe ni mahali pa whether it is in the church, iwe ni kanisani, whether it is in the business world, kazi, you need to learn how to put boundaries and enforce them. Ama kwenye biashara unastahili kujifunza namna ya kuweka ile mipaka na kuhakikisha kwamba ile mipaka if not, the way you messed last time with somebody's wife, with somebody's daughter, with somebody's son, you will mess again. Iwapo utakosa kutia ile mipaka, basi namna vile ulipata kupotoka na mke wa mtu ama mwana wa mtu ama mume wa mtu, basi vile vile itakuja kutokea. The way you messed up in that church where you used to be, you may find a way you want to mess here. Namna vile uliotea ama ulikosea kwenye ile kanisa, utajipata hata hapa pia umekosea vile vile. Because you never learn lessons that I need to put boundaries and enforce them. Maana hukupata kujifunza ya kwamba kweli nastahili kutia mipaka hapa. Lastly, mwisho, lessons should help you avoid some things. Yale mafunzo yanastahili kukusaidia kuepuka baadhi ya mambo, avoid some people, kuepuka baadhi ya watu, and avoid some places. na kuepuka sehemu mbalimbali. I told those who were here in the first service, niliwaambia waliokuwa hapa asubuhi ibada ya kwanza, if one time you used to be a drunkard, iwapo wakati mmoja uliwahi kuwa mlevi, don't take your feet around the bar. Usipeleke mguu wako karibu na bar, unapitia kwa sio unaingia unapitia tu karibu vijari ama kuleo, usipite pale. Harufu ya spirits itakupiga, harufu ya spirits. The spirits used to take. Harufu ya zile alafu itakukumbusha 1991. Hiyo kitu nilikuwa na chapa. My friend, your feet itakuwa tu divert. Na hiyo ni pesa ngapi? Friend, rafiki, kama ulikuwa mlevi, usiku kila wakati unatembelea karibu na penye wanauza pombe huko chini, tafadhali epuka. Ndio ulienda ukahubiri huko, lakini epuka. Utapata umehubiria mtu na unahubiri na anakunywa na harufu inakupiga, inakukumbusha. Utaona tu something happens. Nakwambia mhubiri, unajua utahubiri better if you take a little of this. Unachukua. Utahubiri vizuri wapo utaonja. Ama agree, utakuta tu nipatie tu kwa chupa, mimi sikunywi, acha niweke tu hapa. Utaenda nayo nyumbani, utalewa usiku. Kisha leo usiku unapanguza mdomo. Friend, lessons should teach you to avoid some places. Rafiki, yale mafunzo ya kusaidie uepuke sehemu mbalimbali. You avoid some things. Unaepuka baadhi ya vitu. You'll be wiser. Unakuwa mwenye hekima zaidi. Church, you'll be wiser. Kanisa unakuwa na hekima zaidi. Experiences, they come to teach us lessons. Yale mapito yanakuja kutufunza. Learn the lesson. Jifunze basi. Become wiser. Kuwa mwenye hekima zaidi. Tell that neighbor, learn lessons. Ambia jirani yako jifunze. Become wiser.
kuwa mwenye hekima. Tell them again, learn lessons. Mwambie tena jifunze. Become wiser. Kuwa mwenye hekima zaidi. Let's stand, we pray. Tusimame tuombe. I can't finish the message. I will talk to us another time. The Siwezi last kumaliza part. ujumbe huu, nitaumaliza wakati mwingine. Dealing with painful, hurtful experiences. Kushughulikia mambo kukabiliana na mapito magumu na yenye uchungu ama ya kuumiza.